Leo naomba tuongelee issue inayohusu kitovu cha mtoto. Kitovu cha mtoto. Tulikuwa katika shughuli ya kumsaidia mama kujifungua. Kukawa na madaktari wanafunzi wanajaribu kuniuliza mara baada ya kuona tumezalisha, tumetenganisha kitovu cha mtoto, tumemtenganisha mama na mtoto kwa kukata kitovu. Sasa wakaniuliza, chief, kwa nini wakati tunakata na mkasi hiki kitovu cha mtoto ili kumtenganisha mtoto na mama yake baada ya kuwa amezaliwa, kwa nini mtoto hajalia? Kwa nini mtoto hajalia? Je, hajasikia maumivu au kasikia maumivu kajikaza? Nikaona ni swali zuri sana. Nilimjibu, lakini nikaona ni elimu ambayo natakiwa kuitoa pia na kwenu muweze kuelewa ni kwa nini tunapokuwa tukitenganisha mtoto na mama yake baada ya kuzaliwa kwa kukata na mkasi kile kitovu au na wembe, mtoto huwa halii wala pengine sasa anajikaza tu au mtoto hasikii maumivu kabisa. Sasa kabla tujafika huko, nataka niwape elimu kidogo. Nini maana ya kitovu cha mtoto au umbilical cord kwa kimombo? Iko hivi. Kitovu cha mtoto ni bomba la uhai ambalo linamuunganisha mtoto na mama yake kupitia katika kondo la uzazi. Kile kitovu kinaanzia kwenye tumbo, sawa, la mtoto, eneo la kitovu, sawa. Hilo bomba hilo ni kama hili bomba tu. Linaanzia kwenye eneo la kitovu, sawa, cha mtoto kuja hadi kwa mama katika eneo la kondo la uzazi au placenta. Unaona? Sasa kazi ya hili bomba la uhai au kitovu cha mtoto au umbilical cord ni nini? Lina kazi kadhaa. Kazi hizo ya kwanza kabisa tunasema ni kupitisha oksijeni. Wakati mtoto yuko tumboni anapumua. Sasa hewa anaitoa wapi? Anaitoa kwa mama. Inapita katika kondo la uzazi ambalo ni placenta, na kuja moja kwa moja kupitia kwenye hiki kitovu cha mtoto ambalo tunasema ni bomba la uhai kuja kufikia mpaka mtoto. Lakini kazi nyingine ni kusafirisha vyakula, madini, vitamins mbalimbali ambazo zinahitajika kwa mtoto kutoka kwa mama. Kwa hivyo lishe anayoipata mtoto akiwa tumboni anaipata kwa mama kupitia katika kondo la uzazi ambalo ni placenta, kupita katika kitovu cha mtoto kuja kumfikia mpaka mtoto. Hizo ndo kazi muhimu sana za hiki kitovu cha mtoto. Sasa basi, wakati tunazalisha au tunamsaidia mama kujifungua, sawa, huwa tuna vifaa kadhaa ikiwemo na mikasi kama hii, sawa. Sasa mtoto amezaliwa, ndo ametoka sasa pale, sawa. Hiki tuseme ndo kitovu cha mtoto sasa hiki, sawa. Tuna clamp, sawa, na mkasi wa kwanza, sawa. Tuna clamp na forceps ya pili namna hii, sawa. Alafu sasa tunakata hapa katikati. Tunaweza tukakata na wembe au tukakata na mkasi. Tukakata cha. Tunatenganisha, mtoto anaenda huku, kitovu kingine kinabaki huku kwa mama, sawa. Huyu mtoto anaendelea kudumiwa huko. Sisi huku mama tunamchoma sindano ya kuzuia kutoka damu nyingi sana ambayo inaitwa oxytocin, ambayo inasaidia sasa kizazi kurudi katika hali yake. Baada ya kuchoma ile dawa, basi tunaanza kutoa nini? Tunaanza kuvuta sasa kutoa ile kondo la uzazi ambalo linaitwa placenta. Sasa hii process ambayo tunafanya kufunga mikasi hizi pande zote mbili na mpaka kukata na wembe au kukata na mkasi. Je, mtoto huwa anaumia, anajikaza tu hali au huwa haumii kabisa? Jibu lake la kitaalamu na rahisi kabisa ni kwamba mtoto huwa haumii. Wakati Mungu anatengeneza hiki kitovu cha mtoto, hakuweka mishipa ya ufahamu ambayo ina uwezo wa kufili maumivu ya aina yoyote.
Nafikiri ndio sababu ambayo sasa hawa watoto baada ya kuwa wamezaliwa, tunavokata hawasikii maumivu, na wangekuwa wanasikia maumivu pengine watoto wangekuwa nalia sana, na pengine wangekuwa na ugua kwa sababu ya kukatwa ile eneo wakati baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo Mungu aliepusha maumivu kwa kutoweka mishipa au sensi za fahamu ambazo zina uwezo wa kufeel maumivu kwenye kitovu cha nani, cha mtoto. Hilo ndio jibu rahisi. Kama umenielewa, poa. Kama hujanielewa, uliza swali. Endelea kuishi katika chaneli yangu ya YouTube ya Wajawazito TV. Endelea kucomment na kulike na kufollow page yangu ya Facebook ya MD Festo Mnyilili Babu. Huko utapata elimu mbalimbali za afya ya uzazi na vitu kadha wa kadha ambavyo nakuwa naviweka kwa ajili ya kuendelea kujifunza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.